Bwana inakuaje? Mimi naitwa Namisi Mswahili, ya super producer, super director and of course nikiingia nyuma mic ya super presenter. Hii unaitazama ni PMTV. PMTV ndio sehemu ambapo unapatana na celebrities wako, masters kibao kutoka ndani na nje ya 254. And upande wangu wa kulia nina star amazing sana, arguably one of the best rappers in East Africa, ambaye anatesa sana. Stevo. Vipi bana? Mwanangu mimi nakwambia niko fiti kali kiti bila dendere bila dendere. Hiyo inamaanisha nini kwa wengine utambana kusikiza bro? Yaani dendere inamaanisha hakuna bugdha yani. Hakuna bugdha. Hiyo ni hakuna shida yote. Hakuna dendere. Stevo. Naam. Huku nje first of all watu wanasema ni mwaka mpya. By the way, happy new year. Happy new year to you too. 2026 nakupeleka aje? Ndio tumeanza hii ni mwezi wa kwanza tunamaliza, alafu ikuwe sasa tumebakisha some few weeks, mwezi 10 bado mwezi 12 11 ndio na au sio? Watu huku nje wanasema kwamba Stevo, you are one of the most humble artists in Kenya, na kwamba watu wanakutambua kwa hilo. Ni nini imekukeep grounded kwamba umebaki kuwa humble kabisa miaka yote ya kuwa mkubwa katika industry na vitu kama hivyo? Unajua kitu moja nafaa nikuambie, kuna kuomba, kuti na kusikiza. Ndio. Unaona? Si ati ukipata umaarufu kidogo unadharau watu. Hii haifai. Unaona? Yule mtu umekata kumsalamia ama kupiga picha na yeye, hauwezi jua kuna siku moja anaweza kusaidia. Unaona? So mimi nimekuwa mwambo, nasikiza watu. Ambia watu wanataka kusikiza nini, wataka nifanye nini, nachukua hapo naweka. Unajua watoto hakika wanakupenda sana, ama kwa sababu hiyo ndio inakuanga akili yako hiyo. Ni siri hiyo. Watoto watoto pia ni wazuri. Ndio. Lakini kwa wazuri unachagua ule mmoja mwenye atakuelewa katika shida na faraja. Unajua kuna wengine wanakuja kwa faraja peke yake, si kwa shida. Yes. Watu wengi wamekuzoea na mavazi ambayo unavaa pia. Leo hii sija kuona mandi ulikuwa umepiga kule ndani kwa sababu nimepata shoot. Ulikuwa umepiga umetoa ama? Okay, najua hata kwa mtandao watasema kule Steve sikuzi apigi luku. What happened? Designer Kenyan Raw kulienda aje? Okay, Kenyan yako inatoa ameshikana, lakini tuunga akipata nafasi bana anatengeneza. So hii mwaka mtona vitu tofauti, kuanzia mavazi nini itakuwa mzuka zaidi. So mkati wa pole itapigwa style za dragon, lakini naona hata mnyama tuko nao hapa pia umepigwa dragon fresh, yani graffiti zile na vitu kama hivyo. Pia tukachana pia na maluku pia watu wanapenda pia. Ndio. Vile mimi niko msemo, muziki na content pia. Bwana Stevo, unategemea kwamba utakuwa na celebrate your birthday hivi karibuni? Hii birthday yako ni unafikisha miaka mingapi pengine, na itakuwa inafanyika lini, kwa sababu that's one of the big thing ambayo ina trend sasa hivi kuhusiana na birthday yako? Birthday yangu kuna mambo mingi ambayo tutakuwa na launch hiyo siku. Kwanza utakuwa unaadhimisha miaka mingapi? Miaka 36. 36. Ndio. Sasa hiyo siku kuna episode short film pia nitakuwa na launch. Nitakuwa na launch hiyo siku. After hapo pia nifikirie pia EP ama album pia nakuja, iko on the way nakuja. Na pia nasherekea pia kuwa mzazi, unaona? Ndio. Si jambo rahisi upate binti ameamua kusali na kuzalia. Si jambo rahisi. Juzi kati nilikuwa naongea na rafiki yako mkubwa sana Manucho, the young baller. Anasema umempa challenge sana mambo haya ya uzazi. Kwanza uzazi unakupeleka vipi? Uzazi si rahisi na si ngumu.
naona mtoto sasa mtoto Dragon Junior sasa ako miezi 2.5. Yes. So baada ananyona akifika mwezi 6 ataacha kunyona softwork aingie kwenye mamkuli halisi. Mnataka kumkachia kunyonya tayari? Atamaliza kunyonya, si anaanza mwezi 6. Sasa kunyonya sasa hapo sasa tunampatia chakula. Hapo sasa changamoto pia itakuwa mingi. Ndio. Mtoto anayekwenda kwa jina la Malik, nilisikia Malik anaitwa Malik Eden Adera. Lakini kwenye mtandao ni Dragon Junior. Jisame hiyo jina nimempatia Jimmy Senior, Junior. Haya, kuna swala wanasema kwamba kwenye hii birthday umetangaza kwamba itakuwa kubwa sana na mojawapo ya kitu ambacho unategemea kufanya ni face reveal ya mtoto. Kweli hizo za ndani za kweli ama zina uongo fulani? Najua Wakenya wamesubiri sana kuona sura ya Dragon Junior. Ndio sana. Wamesubiri sana. Online uncles kama sisi na hii timu nzima hapa tunategemea sana tumuone mtoto. Hiyo siku tutafanya. But tuambia siku ambayo tutavili kuna vitu tunategemea kufanya kwanza. Na sasa tutamaliza shule ya mtoto. Bwana, unataka mke wa pili aliye na nyash. Ngongingo. Jina lingine ambalo unaweza describe hiyo? Sitting allowance. Sitting kwa mpigo. Kwa hiyo unataka mke wa pili. Hizi taarifa hizi ni wish list ambayo umeweka. Unajua wakati mwingine Mungu anakujalia kile kitu ambacho unatamani. Upo prepared? Tuko. Tuko. Seti anakuja kujile ya maukoto. Ndio. Akuja kwa sababu yangu. Kwa hiyo mmoja atoshi ama vipi? Mmoja yupo. Mmoja yupo. Pia ametulia. Unaona vile ametulia? Kwa kepo. Lakini pia mke wa pili sio mwenye pia atamsaidia hapa na pale. Unasema Dragon family imeextend na mtoto sasa hivi, sasa tunataka kuongeza mke wa pili. Kwa hiyo ni hela zinaingia nyingi, biashara ama una maono makubwa unataka kuendelea ni vile sana kuna maono makubwa. Sasa hii maono ndio haifai kuwa na mke mmoja. Juta itamshinda. So tunapanua mpaka. Ndio. Anasema kwamba umeslide pale kwa DM ya Vera Sidika na kuna tetesi kwamba mojawapo ya one of the things ambao ulikuwa unataka ukiweka hii birthday wish list ni mtoto wa kike kama Vera Sidika. Je, hizo ni za kweli? Za kweli. Vera kama ataitikia, kama atakuwa iko wa pili ni sawa. Kama pia ataitikia pia tutafuta mwingine. Vera unafikiri utawezana naye? Maana yule yupo. Unajua hakuna mkati ngumu kwa chai. Ndio. Yote inakulika. Kiamua unapiga kwenda mbele. You sound like a king in his own kingdom. Kama ushajua vile ambavyo safari inaenda na ushaona mbele tayari. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho umeshazungumza pengine na familia. Nikisema familia nazungumza pengine Brenda amekaa chini mkaelewana kwamba this is something ambayo ungependa kuikue. Tutusaka tena kama hakuna tatizo. Ndio. Kauli yake ni gani? Pengine amesemaje? Kauli yake anasema kama uko pili akikuja asiwe na madrama mingi. Ndio. Ila tu kama ni kazi wanaelewana. Ndio. Kazi hii unamaanisha gani? Kuna kazi ya mtandao na kazi ya nyumba. Kwa hiyo pia anakusaidia pale kwa content creation na nini? Hana wivu. Hana wivu. Basi ulipata mke ambaye ni tofauti sana. Hebu niambie quality moja ambayo unampendea Brenda sana ambayo imekufikisha hapa unafeel kwamba hata ukileta mke wa pili hana tatizo kabisa. Kwanza ni mpole. Ndio. Ni mkarimu. Ndio. Na pia ni ule demwambia apende ukasirika. Anapenda tu kucheka na kufurahia. Hivi wewe Muislamu ama Mkristo? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Katika dini ya Ukristo anakubali mke mmoja. Wewe pengine umefikiaje hatua ukasema kwamba ama unaishi na the African style? Okay, kwa Biblia wamesema mke wa kwanza, but hawajasema ni sababu gani. Unaona? Ndio. Lakini pia ukipata ukiangalia Mfalme Solomoni. Solomoni alikuwa na idadi ya wanawake 70.
Unaona? Bwana wengine wasifanye. Aya, how sure are you kwamba utapata mtu ambaye atakuatua moyo? Maana yake umempata Brenda ametulia, unasema hivyo. Unajua watu ni tofauti. Ukipata mtu mwingine ambaye atakupeleka mbio, unajua sasa unajua katika kwanza nafanya uchunguzi. Ndio. Sitaki kuna selection process. Sitaki ule mdemu anakuja sasa, Steve ni celeb, nataka tufanye kiki. Ikue tu alafu akisapata umaarufu anasepa. Sitaki kama Lakini Brenda unafikiri bado anatosha kwa sasa? Bado yuko? Yupo. Juzi kati tumekuona kwa birthday, na mojawapo ya kitu ambacho nilinotice ni kwamba ulikuwa kwa birthday ya Tumbili, na pale mna ushikaji mkubwa sana na Chief Godlove. Pengine ni mtu ambaye ukaribu wake na yeye wako na yeye uko vipi? Pengine unaweza jielezea pale, kwa sababu ni mtu ambaye pia amesaidia sana katika kusukuma muziki na vitu kama hivyo. Unapanga kufanya nini kati yako na Chief Godlove? Chief Godlove pia ni bali kwa na bali sisi kwa marafiki. Pia akona malengo na mimi. Juzi kati tulikuwa na manager wangu pia, plan vile ukaka alikuwa amesema hapo behind the camera. Pia Chief Godlove pia alikuwa anamwambia vile kama unapangaje na Steve Simba Boy, unaona utafikisha mbele ama itakuwa nimeyusha. Ni kweli pale kwa ile baadhi ya Tumbili kwamba kulikuwa mieyusho kadhaa kwamba pengine chakula ilikuwa kinatosha, vinywaji ilikuwa vinatosha. Tofauti ya baadhi yako ambao unapanga 30th of January itakuwa na tofauti gani na ile ambayo umeona pengine kwa ile ambayo umekuwa invited na Tumbili? Unajua kila mtu kuna style yake ya kusherehekea. Ndio. Na mimi pia niko na sheria. Kwa unadhibitisha hapo kwamba kweli ilikuwa imeisha sana. Kwamba mlifika pale mlikuwa mnategemea meza zilikuwa zimejaa, lakini mlifika tu mkapata vitu havipo. Si unaona mimi situmii miadarati. Ndio. Mimi nilikuwa tumekuja tu ku support Tumbili, ni rafiki yangu. Na mambo yakaendelea. Kwa hiyo hata hauna shughuli kama meza zinajaa mazijani. Mimi sina shughuli. Pesa bora tu watu wakuje washerekee na waone hiyo filamu, na tuwasherekea juu hii ni filamu yangu ya kwanza ambayo watu watajie kwamba naweza igiza. Talk to us about hiyo plan yako ya sinema. Unamaanisha kwamba utakuwa unavuka moja kwa moja kutoka kwenye music industry kuingia kwa film business, kwa sababu ni two different industries kidogo? Kuna utofauti yani kati ya muziki na sinema? Kenya muziki sitaacha, na pia content pia sitaacha, ila tu nataka nilikuwa niwapatie mafans kitu tofauti yenye pia naweza fanya bali na hizo yenye mnajua. Hii sinema ambayo umeandika ni type gani ya filamu? Ni kuhusu tu maisha ya ya watu. Unaona, kwa mfano unapata kama kwa mfano wewe umeoa, unatafuta kazi jipi, huku mke wako analia anataka chakula, mtoto pia analia anahitaji mahitaji. Unaona, kama hizo ndio naongelelea. Mtazamaji, nakumbusha tu kwamba PMTV is powered by playmaster.co.ke. Tunapozidi kupiga story na Steve Simple Boy, kwa wale ambao wanapenda kubashiri ndani ya playmaster.co.ke ndio unaingia pale, unaweza kuekelea ama kuwekeza. Of course kuna odds kibao na pia bonuses kibao kwa wale watu ambao wanapenda masuala hayo ya kubashiri michezo tofauti. Kwa hiyo tunapozidi kuendelea tu, kuna kitu moja ndi notice kwa hiyo wishlist yako ya birthday, kwamba unataka ngoma na OG. Ni kitu ambacho umekuwa ukifuatilia kwa muda mrefu, pengine imefikia wapi hatua, na kuna hiyo mikakati bado inaendelea ama ulikuwa umeweka tu ndio aone? Kwanza miaka iliyopita lilikuwa nime DM OG, na pia tukaongea na manager wake. Ndio. Akasema bado OG yako busy, lakini akamaliza kazi yake atanipigia. So bado nasubiri, na hapo hii mwaka tutafanya collab. Steve, ulisema kuna uchawi na Freemason kwenye industry. Kuna nini kilifanya ukafikiria hivyo ama ukasema hivyo? Pengine iliwahi kutokea kwamba umepatana na vitu kama hivi kwenye industry ya muziki? Unajua katika muziki ndio yenyewe kuna wale atakupenda na kuna wale hatakupenda. Ndio. Kuna yule mwingine anajifanya wewe ni rafiki yako wa dhati. Paka yani
deal zote deal kichipa na kupatia. Unaona? So tuseme kampuni kama deal ya Safaricom. Mimi najua Zimbabwe inaweza fanya kazi. Ndio. So akienda huko analeta uchochozi. Yeye kama asapatiwa sema kama ni 1 million. Mimi anipatia like 2. Unaona hapa hakuna faida. Ndio. Unaona? So unasema ni mambo ya wivu na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo hii uchawi sio uchawi ile ambao tumezoea, ni mambo na uchawi pia iko. Kuna mtu pia anasema Steve Zimbabwe ameenda akona maneno mazuri na kuna maono mazuri. Wacha ni mwangamize. Unaona? Anakoroga akili. Anakutoa kwenye focus. So tunapomalizia, pengine kuna big announcement ambayo umesema inakuja very soon. Unaweza waeleza watazamaji wetu hiyo big announcement ni gani? Nimeona kwenye platform zako ulimention. Unaweza watajia tu pengine. Dinge nimesema hiyo short films. Yes. Na pia vitu kadhaa pia zinakuja. Kwa mfano pia apart from muziki, content, filamu, pia nataka pia nikuwe mwanabiashara. Na hii biashara sio kusema ni biashara gani ninazofanya, itakuwa ni surprise. Okay. Sawa. Kwa hii sinema pengine kuna mtu ambaye tunategemea, kuna star ambaye umewaficha kwenye hizi filamu, unaweza kutajia? Kwa star bado natafuta, lakini kwa hii episode 1 ni mimi tu peke yangu. Ndio. Ya pili najua hiyo filamu ikifanya vizuri basi ndawalika. Ndio. Haya. Sisi tumealikwa kama PMTV kwenye launch. Wote wanahabari wote ndio ambao mnapenda Zimbabwe mkuje kwa birthday. That's on 30th of January. Stevana jambo lake hiyo 30th. Kwa hiyo tokeeni bana msupport. Maeneo hayo ulikuwa unasema maeneo gani hayo? Askdale. Yes. Sawa, tumekuwa tukipiga story naye Steve Zimbabwe, tukimalizia pengine neno lako la mwisho kwa mabinti ambao anakutazama na pengine mtu angetaka kuwa bibi ya pili, ako na package nzuri, ako na amebeba kila kitu ambacho umesema. Kama wewe ni msichana ndio na uko pale, najua umebeba gongingo, najua kuselengu na wachanganya kidogo, kama umebeba nisema ufa, kama baba kama kuna ufa na usikuje kwangu sababu ya ufemu. Kama unataka ndoa unadiem pale kwa Instagram Steve Zimbabwe, kwa TikTok Steve Zimbabwe official, au kwa Facebook pia watu wanifollow pale kwa Facebook Dragon of Africa. Au sio? Anasema we DM tu. Safi, tutakuwa tunakipiga tena ndani ya PMTV kupata mambo mengi tu kuhusiana na Steve plan zake kule baadaye, lakini kwa sasa nakomea hapo. Kwa wale ambao wamenitazama na kufurahia hii video, make sure una subscribe, una watch, una like na vile vile unatufollow kwenye social media platforms zetu. Na kukumbusha pia PMTV powered by playmaster.co.ke. Of course kwa wale ambao wanapenda kubashiri, unaingia pale, kuna site ambayo iko na odds kibao na vile vile pia iko na bonuses kibao kwa wale ambao wanapenda michezo hiyo ya kubashiri. Hadi wakati mwingine nasema kwaheri.